Kwa majina naitwa Dr. Haji kutoka Baitul Afya Herbal Clinic, Mwanyanya kwa Mwarabu, Zanzibar, na leo tutakuja na mada ambayo inahusika na masuala ya hormone, ambayo hormone hizi tutazungumza hormone ya testosterone pamoja na hormone ya estrogen. Jinsi inavyofanya kazi kwa mama, kwa mwanamama au kwa mwanamke, na jinsi inavyofanya kazi katika masuala ya mifupa. Katika mfupa kuna vitu ambavyo vinatakiwa vizungumzwe, yani kuna seli muhimu, seli aina 4 ambazo seli hizi huwa zinatengeneza mfupa. Kuna seli ambayo inaitwa osteoblastos. Hii ni seli ambayo inazalisha mfupa au inatengeneza mfupa au inajenga mfupa. Wale wajenzi wa mfupa ambao tukizungumzia miongoni mwa zile sekta za ujenzi wa mfupa, basi huyu osteoblastos hutomkosa, kwa sababu huyu ndiyo yeye mwenyewe ndo mjenzi, anajenga, anachukua vile virutubishi, anapatiwa hivi na hivi, homoni zile zinakuja zinamshawishi ili apate kutengeneza huu mfupa. Kwa hiyo huyu osteoblastos kazi yake kubwa au kazi yake kuu ni kutengeneza mfupa au kuzalisha huu mfupa. Hawa ni seli ambayo inaitwa osteoblastos. Lakini kuna seli ambayo inaitwa osteoclastos. Osteoclastos kazi yake kuu ni kuvunja au kutoa ile calcium, ili kwa sababu wakati mwingine damu huwa inapungukiwa na calcium. Sasa tuache hizi homoni ambazo zinazokwenda kushawishi ili uvunjwaji, ambayo kuna homoni inaitwa PTH. Hiyo sio homoni ambayo tukozungumzia kwa leo. Hii inakwenda kuamshwa na hiyo hormone ili kwa ajili ya kwenda kutoa calcium kuleta katika damu, kwa sababu calcium ipo asilimia 99 ipo katika sehemu ya mfupa. Katika mwili wako calcium asilimia 99 ipo katika sehemu ya mfupa. Sasa kuna hormone nyingi ambazo huwa zinashawishi hii osteoblastos, japokuwa kuna hormone moja ambayo tunasema inashawishi hii osteoclastos. Hii osteoclastos ambayo tunasema ni seli ile ya pili inashawishiwa na hii PTH ambayo tunasema ni parathyroid hormone. Lakini hii osteoblastos kuna homoni nyingi sana ambazo zinashawishi utengenezwaji, kwa sababu pale kuna utengenezaji, lakini kuna ukuaji wa mfupa, kuna urutubishwaji, yani kuna mambo tofauti. Sasa miongoni mwa urutubishwaji na utengenezwaji katika miongoni mwa hormone, hata hii hormone ya estrogen inahusika sana. Hii ndiyo inayokwenda, kama itakuwa ile osteoclastos pengine PTH imekwenda kuamrisha itoe, ili ikiwa calcium inatoka kwa wingi katika mfupa, hii pia estrogen inaweza kwenda kustopisha ile osteoclastos na kwenda kuiamsha osteoblastos ipate kuzalisha mfupa. Kwa hiyo estrogen ina umuhimu sana kwa huyu mwanamama, kwa sababu ya kwenda kutengeneza au kuamsha hii osteoblastos ili kuzalisha, kutengeneza mfupa uwe na ustawi mzuri, mfupa uwe na uzito mzuri, mfupa uwe na utengenezaji mzuri. Kwa hiyo hii hormone ya estrogen kazi yake kuu ni hiyo. Lakini kuna hormone ya testosterone. Hormone ya testosterone nayo pia inafanya kazi mithili kama ya hormone ile wanaita IGF, ambayo tunasema insulin like growth factor 1. Insulin like growth factor 1. Hii pia nayo inataka kufanana kidogo, lakini tofauti kazi zao. Tunasema inafanana kama utendaji kidogo ya hii hormone ya testosterone, lakini sio kama inafanana kwamba ilivyo ni vile tofauti, kwa sababu hii kwa ajili ya makuzi. Hii ni kwa ajili ya makuzi. Sasa hata hii nayo vile testosterone nayo pia inatengeneza mazingira ya ukuaji wa huu mfupa, uimarishaji wa huu mfupa. Lakini pia vile inazalisha testosterone na inazalisha misuli, kwa sababu testosterone nayo pia inatengeneza uzalishaji wa misuli. Kwa hiyo testosterone ni muhimu sana kwa huyu mwanamama kuzalishwa ili kupata kutengeneza uimara, kwanza makuzi ya mfupa, lakini vile kupata uimara wa misuli, kupata kuzalishwa kwa kutumia hii testosterone. Kwa hiyo sasa huyu mwanamama, ikiwa sehemu yake ya tezi ile ya ovari, ikiwa ile tezi ya ovari ndio inayozalisha hii hormone ya estrogen, lakini sasa hiyo tezi ya ovari pia inazalisha hormone ya testosterone kwa uchache. Lakini pia kuna tezi nyingine ambayo inaitwa adrenal, nayo pia vile inazalisha hii testosterone vile kwa uchache kwa huyu mwanamama. Kwa hiyo inamaanisha kuna tezi ambazo mbili huwa zinazalisha testosterone, lakini vile
huyu mwanamama anazalisha hata kwenye ngozi. Vile vile huyu mwanamama anazalisha baadhi ya tishu kwa huyu mwanamama pia huwa zinazalisha testosterone. Kwa hiyo testosterone inazalika kwa mwanamama, lakini inazalika kwa uchache, sio kwa wingi, kwa sababu mwanamama kama atazalisha testosterone kwa wingi, nayo pia atajikuta anapata madhara. Kwa hiyo inazalisha kwa uchache testosterone kwa ajili ya masuala mengine ya mifupa, lakini vile vile kwa ajili ya masuala haya tunazungumzia ya misuli. Tukiondoa katika masuala haya huku ya uzazi, kwa sababu ina kazi nyingine katika masuala ya uzazi, katika masuala mengine. Kwa hiyo hapa tunazungumzia swala hili la mifupa na swala la misuli. Sasa basi, huyu mwanamama anatakiwa awe anazalisha kiwango cha testosterone kwa kiwango chake, lakini vile vile cha estrogen kwa kiwango chake. Kikiwa kimezidi ni madhara, na kikiwa kimepungua ni madhara. Kinatakiwa kiwe sawa sawa. Ndio maana nakwambia hormone balance, kiwe sawa sawa. Ni kiwango gani cha testosterone ambacho kinachotakiwa kizalishwe? Na kipimo cha testosterone kwa sisi binadamu, yaani kwetu sisi binadamu, huwa ni kipimo cha monogram. Monogram ni kipimo au deciliter. Kwa hiyo monogram au deciliter huwa ni vipimo ambavyo vinapimwa kwa kuangaliwa hii testosterone. Kwa hiyo kwa huyu mwanamama testosterone yake inatakiwa iwe monogram au tunasema deciliter, inatakiwa iwe kuanzia 30 hadi 40. Monogram 30 au 40, au tunasema deciliter 30 hadi 40. Lakini estrogen kwa huyu mwanamama inatakiwa iweje? Kwa huyu mwanamama kipimo cha estrogen kipo tofauti na kipimo kile cha testosterone. Kipimo cha estrogen huwa kinaangaliwa ni picogram au miligram au mililita, wanasema picogram au mililita. Kwa hiyo kipimo hichi cha estrogen ni kwamba kinaangaliwa kwa picogram. Na huyu mwanamama estrogen yake ikiwa pengine mathalan yuko vizuri, bado hajakoma ada, huyu anatakiwa, tunasema picogram inatakiwa iwe kuanzia 30 hadi 40 kwa huyu mwanamama, ikiwa mathalan hajakoma ada, hajafika kwenye menopause. Lakini ikiwa yupo kwenye menopause, yani kisha koma ada, anatakiwa kuanzia 0 hadi 30 kwa huyu mwanamama, anatakiwa iwe inazalisha estrogen yake kuanzia 0 hadi 30. Kwa hiyo hivi ni vipimo ambavyo anatakiwa kwa huyu mwanamama azalishe kwa mfumo huo, katika hizi homoni zake zizalishwe kwa mfumo huo. Sasa je, ikiwa zimezidi au ikiwa zimeshuka, kuna matatizo gani huyu mwanamama anaweza akayapata? Mathalan testosterone yake iwe mathalan tuseme ipo chini, au estrogen yake iwe mathalan ipo chini. Kwa huyu mwanamama anatakiwa, kuna vitu ambavyo vitakuwa vinajitokeza. Sasa tuangalie estrogen kama itakuwa iko chini. Estrogen kama itakuwa iko chini, ni lazima huyu mwanamama atatengeneza madhara katika mfupa. Atatengeneza mfupa wake utakuwa uko laini. Kwa hiyo kama mfupa wake utakuwa uko laini, kwa sababu ya kwamba haiendi ile estrogen kwenye mfupa vile inavyotakiwa. Kama itakuwa estrogen haiendi vile inavyotakiwa kwenye mfupa, ni lazima huyu mwanamama mfupa wake utakuwa hauna uimara. Kwanza hautopata unene vizuri, alafu pia utakuwa uko mlaini. Kwa hiyo ni lazima atapata madhara, tunasema osteoporosis. Lazima atajitokeza matatizo ya osteoporosis. Yaani ni kwamba huu mfupa wake anaweza aidha ukavunjika, pengine akatembea kidogo akajikuta anavunjika, anapata jeraha la mvunjiko, akitengeneza mazingira yoyote yale, pengine anabeba kitu kizito, kitu gani, akajikuta anapata mvunjiko. Au anaweza akajikuta anapata mfadhaiko wa mifupa, au anaweza akajikuta pengine mifupa yake inatengeneza cartilage zake kutokuzalisha, yani zikawa zinajisaga na mazingira mengine yoyote ambayo ya mfupa. Lakini maumivu ya mfupa yatajitokeza ya aina mbalimbali, kwa sababu sana waliokuwa, kwa wale kina mama wakifikia umri wa kuanzia miaka 40 kuendelea, kwa sababu mama anapofikia miaka 40 hadi 55 huwa sana hapa zinakuwa ndo zile kukoma kwa ada yao. Kwa hiyo akikoma ada, huwa zile tunasema hii estrogen inashuka kwa kasi. Kwa hiyo ikishuka kwa kasi, anaweza akajikuta anapata maumivu kama haya. Sasa hili ni swala la kwanza ambalo anaweza akapata matatizo ya aina hiyo. Lakini tatizo la pili ni kwamba huyu mwanamama atajikuta yeye ana miaka 30, ana miaka 35, lakini amekoma ada kwa sababu estrogen yake haizalishwi vizuri. Kwa hiyo atajikuta anaingia katika masuala haya ya kukoma ada. Lakini hili ni la pili. La tatu vile vile, anaweza huyu mwanamama
ikiwa pengine estrogen yake iko chini, atapata matatizo ya moyo. Matatizo ya moyo anaweza akapata aidha moyo kwenda mbio, au kuwa na matatizo ya wasiwasi, au kujikuta yani moyo wake hauko vizuri, anatengeneza maumivu ambayo yasiyoeleweka kwa sababu ya hii estrogen yake pia kushuka. Estrogen ikishuka huwa inatengeneza madhara sana, madhara tofauti. Lakini chengine vile unaweza kujikuta ngozi yako inakuwa kavu. Je, hebu tuangalie estrogen kwa huyu mwanamama ikiwa imezidi. Kama huyu mwanamama estrogen yake itakuwa imezidi, atajikuta anapata matatizo ya hedhi. Aidha zikawa pengine zinatoka kwa wingi, au aidha inaweza kujikuta hedhi yani hazieleweki mpangilio wake hauko vizuri. Kwa hiyo anaweza kujikuta anapata matatizo ya hedhi. Lakini vile ya pili, anajikuta anaongezeka uzito. Anajikuta anaongezeka uzito unaongezeka. Kwa ikiwa estrogen ni nyingi, basi hata uzito wako wewe mwanamama utajikuta unaongezeka. Lakini vile anaweza akasababisha vimbe katika mfuko wa uzazi. Yani vimbe katika mfuko wa yule mtoto, pengine mfuko wa uzazi, utajikuta vimbe zinajitokeza za aina tofauti. Kwa hiyo pia ikiwa mathalan estrogen ni nyingi, basi anaweza akajikuta vimbe zinaongezeka au zinazalishwa vimbe katika mfuko wa uzazi. Lakini vile pia anaweza akajikuta anapata matatizo ya kensa ya matiti. Yani hatari ya kensa ya matiti anaweza akaipata kwa kuongezeka kwa estrogen kuwa nyingi. Estrogen ikiwa nyingi, unaweza kujikuta unapata hatari hizo za kupata hatari ya kensa ya matiti. Hizi ni estrogen. Lakini testosterone nayo ikiwa imeshuka kwa huyu mwanamama, testosterone ikiwa imeshuka, anaweza akajikuta anakosa nguvu ya misuli. Anaweza akapunguza nguvu za misuli. Kama itakuwa pengine testosterone kwa huyu mwanamama imeshuka, atajikuta anakosa nguvu za misuli. Misuli inakuwa midhaifu, haina nguvu. Lakini hata makuzi ya mifupa nayo pia itakuwa hayako vizuri. Kwa hiyo pia hili ni la kwanza. Lakini la pili atajikuta anapata uchovu. Kwa sababu misuli yake iko midhaifu, basi atajikuta huyu mwanamama anakuwa mchovu. Ndio maana unakuta sana wale watu wazima wanakuwa wana uchovu mwingi. Akikaa kidogo akinyanyuka ajikuta maumivu makali, au pengine mchovu, yani yeye hana ile uchangamfu tofauti na yule mtu ambaye anakuwa sio mtu mzima. Kwa hiyo estrogen ikishuka, hata uchovu nao unajikuta unajitokeza sana. Lakini vile atajikuta anapungua ile kufanya kupata zile hamasa au hamu ya tendo la ndoa. Ikiwa testosterone imeshuka, pia atajikuta anakosa ile hamasa ya kufanya tendo la ndoa. Je, testosterone ikizidi, kuna kitu gani ambacho huyu mwanamama atajikuta anakipata? Testosterone ikizidi, huyu mwanamama atajikuta anaota nywele zinakuwa nyingi sana katika mwili wake. Yani nywele zinakuwa ziko nyingi. Mathalan anaweza kujikuta anaota ndevu, anaota yale garden love, atajikuta anaota masharafa yanakuwa mengi kwa sababu ya testosterone tukuzidi katika mwili wake. Kwa hiyo hii ni ya kwanza. Lakini ya pili, atajikuta anatoka chunusi. Chunusi zinakuwa ni nyingi sana kwa sababu ya testosterone kuzidi katika mwili wake. Kwa hiyo testosterone pia inamsababisha huyu mwanamama kuota chunusi. Lakini chengine vile anaweza kupata matatizo ya hedhi kwa sababu testosterone ikizidi kuwa nyingi, mwanamama atajikuta anapata matatizo ya hedhi, aidha hedhi kutoka au hedhi kutoka kwa wingi au kutoka chochote, lakini itakuwa matatizo ya hedhi atajikuta anapata kwa sababu ya hii testosterone kuzidi kuwa nyingi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo atajikuta mwanamama anavipata. Hivi afanye nini sasa huyu mwanamama ili kujinusuru? At least akiwa kwa nyumbani, afanye kitu gani huyu mwanamama ili ajinusuru ikiwa wakati uko nyumbani? Huyu mwanamama anatakiwa atumie vyakula vya calcium. Kwani vyakula vya calcium hutengeneza mazingira ya mifupa, yani hurutubisha mifupa. Ikiwa tayari mathalan wewe tayari umeshafikia uzee au umeshafikia pengine tayari unajiona hizi estrogen, testosterone hazizaliki kwa wingi, au maumivu makali sana ya mifupa, maumivu makali sana ya nyonga, maumivu makali sana ya magoti, maumivu makali sana ya mikono na mabega, mgongo na maumivu, tumia vyakula, vitakusaidia sana. Tumia vyakula vya calcium. Vyakula vya calcium ni vipi? Ni kama wale ambao kama itakuwa pengine huvijui, unatakiwa utumie maziwa, mtindi, jibini. Hivi vitu vitakusaidia sana. Lakini mboga zile za kijani kama mfano spinach,
matembele na mboga nyingine zile za kijani zitakusaidia sana. Lakini samaki wale ambao waliokuwa wenye mifupa laini, mathalan samaki hao tunasema ni kama vile taa, na samaki wengine ambao mifupa yao ipo milaini. Asanteni kwa kunisikiliza.